bidhaa ambayo umenunua leo unategemea kwamba baada ya muda gani utakuja kuiuza na utauza kwa bei gani? Au bidhaa kwa sababu umeuza bei fulani unataka uje uuze kwa bei hiyo hiyo wakati umeshaitumia baada ya muda fulani? Hapana, hatuendi hivyo. Leo tutakuwepo pamoja kwenye somo la depreciation, kuangalia thamani ya kitu inavyopungua na ni bei gani uuze kwa muda gani. Sasa kabla ya kufika huko pia kuna akili tu ya kawaida ambayo tunataka tushare na nyie. Akili ya kawaida kabisa kwamba bidhaa umenunua, si ndio? Kwa bei fulani. Baada ya kununua hiyo bidhaa, kwanza kabisa unataka ujue umenunua kwa lengo gani. Umeona? Kwa sababu kuna mwingine ananunua assets. Hapa naongelea sana assets. Umenunua assets fulani kwa ajili ya labda ya kurani biashara yako. Umeona? Labda unauza maandazi, umenunua labda frampeni yako pale, unakangia zako maandazi fresh tu baridi. Umeona? Sasa baada ya kufunga biashara yako mwisho wa mwaka au baada ya mwisho wa biashara yako labda umeamua kuchange ama kuswitch biashara, hiyo unauza baada ya muda gani? Au unauza kama scrapers au unauza kama nini? Tutakwenda kuangalia yote. Pia nazungumza kwa baadhi ya wale watu wenye kampuni. Kampuni sio lazima iwe kampuni kubwa. Tunakuta na kampuni kako labda mna share hata watu wawili watatu, mmechanga viti pale. Baada sasa ya kufika mwisho wa mahesabu yenu, mnataka kuachana kila mmoja aende kivyake. Mna consider vitu gani kwa ajili ya kuuza ile bidhaa, zile assets zenu, mfano viti, vitu kama hivyo. Mna consider nini? Achana na kile ya zamani kwamba nyie mnatumia njia za kukadiria. Hapana, hatukadirii sasa hivi. Sasa hivi tunatumia mfumo wa kisasa wa tunaita depreciation. Namna kuangalia thamani ya kitu inavyopungua. Sasa leo tukaangalia maana kwa nini kitu kinapungua ama meaning ya depreciation nini? Depreciation wanasema depreciation is a decrease in value of any depreciated assets due to the wear and tear. Kwa hiyo inatokana pia na muda, ndio inasababisha vitu vinapungua bei. Vinapungua bei kutokana na muda, uharibifu mbalimbali, labda vifaa vimeharibika. Umeona? Napenda kutoa mfano wa mfano kampuni nyingi za beti huwa zinunua mashine zao hizi kompyuta moja kwa moja, huwa wananunua kama depreciation kutoka kwenye account, kutoka kwenye kampuni fulani tu. Labda unakuta bidhaa zimepungua hizo bei au wametoa huko kwa watu ambao labda walikuwa wanadaiwa hawana nunua. Kwa hiyo ni kitu moja hapo cha depreciation, kitu ambacho natumia. Na pia nao baada ya muda fulani wao wanaziuza pia zile bidhaa hivyo hivyo inavyozidi kwenda hivyo. Kwa hiyo tumeshaangalia hapo maana neno depreciation kwa undani hapo. Haya. Vitu ambavyo huwa vinapungua bei ni vile vitu vya namna gani? Vile vitu ambavyo vimekaa kwenye biashara baada ya muda fulani ndio vinaweza vikafanyaje vikapungua bei. Na pia vile ambavyo vinakuwa na limit fulani katika kampuni fulani. Mfano, siku hizi kuna mabadiliko sana makubwa ya teknolojia. Tayari tupo kwenye mabadiliko ya teknolojia bado. Lakini kuna makampuni bado yana switch kutoka kwenye mtandao, kutoka kwenye kwenye generation fulani ya vifaa walivyonavyo. Mfano, siku hizi watu wanatumia sana routers nyingi kuliko kutumia hizi bundles za kawaida kutoka kwenye line. Kwa hiyo unakuta wanaondoa zile mifumo ambao wameaccess na line za sim card za simu. Kwa hiyo wanaweka hii mifumo ya fiber hizi, wanazichomeka kule. Kwa hiyo unakuta kuna mabadiliko kama hiyo. Kuna baadhi ya vifaa lazima viuzwe kwa watu wengine ama makampuni mengine, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni moja kati ya mfano wa hivyo vitu. Kwa hiyo inakuwa na limited life katika biashara pia. Ingine ni pale ambapo partners mmefika mwisho au baada ya production fulani. Mfano, mnaweza kukutana vijana bado mnasema tulime mahindi hapa, tulime mahindi hizi kadhaa hapa. Tukishamaliza kulima, tuwapeleke sokoni tuuze, kila mmoja achane kivyake. Sasa uwezo kulima bila kuwepo na nini na vifaa, mfano majembe, labda mmekodisha trekta, hiyo tuongelee sana. Tunaongelea vile vitu ambavyo mmenunua. Labda mkubaliana tunalima kwa miaka miwili. Hiyo nayo pia ni sema ya depreciation ya vifaa. Haya, majembe yale yanabaki, unamuuzia nani? Ndio kuna baadhi ya njia za kutumia sasa nyinyi. Njia kama hizo. Haya, sasa baada ya hapo pia tuende kwenye vitu ambavyo vinasababisha kupungua ama kuongezeka, amini kwamba kupungua kwa thamani ya kitu. Ni gharama ya kitu ambayo inaitwa cost of assets. Cost of assets hii ni ile original price iliyotumika kununulia kitu. Mfano, ukitaka ku depreciate kitu, uwezo ka depreciate kitu kama ujue bei yake, ndugu yangu. Lazima ujue kwamba ile original value yake, cost yake ile. Mfano, umenunua kitu 1000, umenunua labda mabegi umenunua labda begi 20,000. Baada ya mwaka mmoja ukaliuza lile begi, usitegemee kuuza kwa bei ile ile, ni uongo. Usijaribu hata siku moja, haiwezekani hiyo. Hiyo lazima itapungua. Sasa huko mbele tutaona kuangalia namna gani vitu vinaongezeka pia bei. Kwa hiyo watu wanajua tu depreciation basi ni kupungua, kitu kiongezeka. Kuna baadhi ya vitu vinaongezeka, tutakuja kuangalia huko mbele. Na pia ukumbuke kwamba vitu ambavyo vina be depreciable ni vile vitu ambavyo vinaanza kuanzia mwaka mmoja kwenda mbele.
Unaweza depreciate kitu ambacho labda kimekaa miezi 6 miezi mingapi. Unaweza sawa kwa depreciate, lakini tunaongelea ile officially ile inakuwa haijakaa sawa. Kwa hiyo kati ya vitu ambavyo vinasababisha vitu ku depreciate ni ile cost yake. Mfano labda pamekuja na teknolojia nyingine. Kwa hiyo ile bei ya kwanza ambayo tulinunulia mwanzo, maana yake vile ubora wake ni mdogo. Kwa hiyo ile cost ambayo imetumika ndio tunatumia ku measure. Change in technology. Hicho ni kitu kingine ambacho kinafanya pia depreciation inatokea. Hiyo nadhani tumeshaiongelea sana, lakini tuigusie pia. Ni kwamba kutokana na mabadiliko mbalimbali ya teknolojia, vitu vinabadilishwa vingi sana. Kuna vitu visiana na teknolojia moja kwa moja, lakini kutokana na teknolojia kwamba ndio uwanja mpana, mfano uwepo wa mitandao ya kijamii, vitu kama hivyo. Kwa kuna baadhi ya vitu lazima tuvipunguze. Umeona? Kuna vitu lazima tuvipunguze. Kwa ndio tunafanya depreciate. Ushaona? Hapo nadhani nitakuwa nimeeleweka. Kitu kingine ni scrapped value. Hii ni ile value ambayo unaipata baada ya kutoa ile original cost, ukamaliza na scrapped, ukamaliza na reducing ile estimate life ambayo tumekadiria kwamba kifaa chetu kitaishi. Ndio njia kati ya vitu ambavyo huwa vinasababisha pia vitu kuisha, yani kunani bei haraka, kubadilika bei, kushuka bei. Haya, sasa investment yake ni appreciation. Appreciation hapa, hii ni ile hali ambayo inasababisha vitu vinapanda bei, ama kitu kinakuwa na ubora wake. Kwa nini? Mfano, unakuta kuna baadhi ya magari ambayo mara nyingine ya Kijerumani, watu wanapenda sana magari ya Kijerumani ambayo unakuta ni ya zamani, hayana modeli yote kwa sasa hivi, ni miaka 70 80 huko 60. Watu wanataka leo hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu unakuta magari yana uimara. Kwa ni moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha appreciation inatokea. Kitu ambacho zamani kilikuwa kinauzwa sana bei ghali, sasa hivi kinauzwa bei. Kitu ambacho zamani kilikuwa kinauzwa bei ghali, lakini kwa sasa hivi kwa hali ya kawaida, hata wewe unaomba kitu cha miaka 70, wewe sasa hivi unakitaka unakipeleka wapi? Lakini kwa investigation ambayo imefanyika unakuta hicho kitu kina value, umeona, kinadumu muda mrefu. Kwa lazima kinakuwa ni appreciation. Kwa sababu kile kiwandani labda upate sasa hivi, kiwandani unakipatia wapi ndugu yangu? Kitu ya miaka 70 leo unaipatia wapi? Kitu unakuta miaka 50 leo ukija kuiweka barabarani inatembea. Kwa nini si appreciate? Na ndio hapo kwenye competition, kwa sababu hamna nani ambaye anatengeneza. Watu siku hizi wanatengeneza vitu kwa faida. Magari yanatengenezwa leo, kesho yanaharibika, ili muendelee kununua. Vifaa vinauzwa, mascraper nini, vitu mbalimbali vinauzwa ili muweze kwenda na wakati. Lakini sasa unakutana na kitu cha miaka 70 unaambiwa hichi kitu, ukikwanza akili mafuta, kwanza kijui mafuta ni nini. Kitu kikipiga cha Mjerumani hapa ni mbele. Kitu inadumu, yani haijui garage. Haina mitambo ya kisasa ambayo iwe inabadilika kila saa. Kwa hiyo inafanya kazi vizuri, vile vitu muhimu vinafanya kazi. Kwa nini usiuze kwa bei juu? Kwa ndio moja kati ya vitu ambavyo vinafanya kitu kinapanda bei. Pia baadhi ya vitu, mfano makumbusho, vitu vya makumbusho vinasababisha vitu vinapanda sana bei. Nadhani kwa hapo mtakuwa pia mmeelewa. Vitu unakuta vile vya zamani, ukienda huko mfano huko Masaini kuna yale mafuta ya zamani manini. Unakuta yale vitu ukiangalia ni mambo ya zamani ambayo ni bei rahisi, lakini unakipatia wapi leo? Lazima uuze kwa bei juu. Ndio maana tunaomba tutunze vitu vya asili. Asili fulani, tunzeni vitu vyenu. Vinakuja kutusaidia baadaye. Watu wanakuja tu kuangalia tu, wanalipia hela. Je, ukikileta hewani hivi, watu si watauza sasa kwa bei juu? Ndio hiyo appreciation. Kitu ambacho kwanza unakuta hata kiuzo akitumiki tena sasa hivi. Ndio maana appreciation sasa. Sasa tukitoka hapo, kuna baadhi ya njia za kucalculate ama kutafuta thamani ya kitu kilichopungua. Tutarudi kwenye depreciation hapo, kwa sababu ni vitu ambavyo vinaendana. Ndio maana nikasema tupige kote. Thamani ya kitu ambacho kimepungua. Kuna baadhi ya njia ambazo zinaweza zikatumika, na pia inategemeana sasa na kampuni, mtu binafsi au taasisi, yani either group la watu, au ni hali gani ambayo inapelekea baadhi ya njia kutumika. Kuna njia kadhaa hapa. Kuna njia moja hapo inaitwa straight line method. Hiyo ni njia moja hapo ya kucalculate assets. Nakumbuka nimeshawaambia kwamba assets inabidi calculate kuanzia mwaka mmoja na kuendelea. Kwa hiyo kuna njia ya kwanza ambayo inaitwa straight line method, ingine reducing balance method, ingine sum of year digit. Tunatumia miaka ile inavyozidi kupanda ndo bei inazidi kushuka. Miaka inavyozidi kwenda ndo price inazidi kushuka. Ingine inaitwa machine hour method, production method, ingine duplicated method. Hizo zote tutakuja kuziangalia baadhi ya method. Tuangalie tu method, nadhani 4 ndo method kubwa. Sum of year digit, straight line method, reducing balance na production unit, kitu kama hicho. Hizo ndio njia ambazo tutakuja kuziangalia baadaye. Kwa leo tuisheni sehemu ya kwanza ya depreciation, na kama una notes zozote za kuongezea hapo unaweza ukazituma tu tukaongezea, kwa sababu hapa tunajifunza wote. Nite mtoto wa Manka.
See you next time. Nsere. Wanasema nsere. Bye.